Ni mchezo mwingine kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars siku ya hii leo, ambapo wanashuka dimbani moja kwa moja kuvaana na Uganda, moja ya mechi ambayo kila mmoja anatamani kuweza kuiona timu ya taifa Tanzania ikiondoka na ushindi mbele ya Uganda. Ni moja ya mechi ambayo itakuwa sio rahisi, ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, lakini kwa upande wa Tanzania wanaonyesha ile hali ya upambanaji na kuonyesha kwamba wanahitaji alama tatu. Sasa tayari kikosi ninacho hapa, na moja kwa moja nitakwenda kukutajia kile kikosi ambacho kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi anaona kwa upande wake kwamba kinafaa na kitakwenda moja kwa moja kumpa alama tatu. Sasa kabla sijaweza kukuangazia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars dhidi ya Uganda. Kwa upande wa golini yupo golikipa Zuberi Foba. Kwa upande wa Zuberi Foba tuliweza kuona performance kwenye mchezo uliopita. Aliweza kuonyesha performance nzuri dhidi ya Nigeria, save za maana ambazo aliweza kuzifanya. Kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi anaona kwamba ni golikipa ambaye anafaa zaidi kuendelea kuaminiwa na atakuwa akimhitaji zaidi kuhakikisha hakuna makosa ambayo atakuwa akiyafanya kwa upande wake. Kwa upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kapombe tunafahamu ni moja beki ambaye amekuwa na uzoefu mara zote, kasi yake lakini pia performance ya hali ya juu kwenye mechi ya kwanza. Kwa upande wa jukumu lake kwenye mechi ya hii leo itakuwa ni kuzuia yale mashambulizi ya upande wa kushoto ambayo atakuwa anayafanya kwa upande wa Uganda. Lakini pia kwenye upande wa beki ya kushoto yupo Mohamed Hussein. Mohamed Hussein tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na nidhamu mara zote, uwezo wa kukaba moja kwa moja. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia zaidi kwa ajili ya kupandisha mashambulizi kwenye eneo hilo la kushoto, akisaidiana na winga ambaye alikuwa akicheza naye kwenye eneo hilo. Wakati huo pia Bakari Nondo Mwamnyeto anaendelea kuaminiwa kama kiongozi kwenye eneo hilo la ulinzi, performance ya hali ya juu kwenye mechi iliyopita. Kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi anaona kabisa kwamba ni beki ambaye atakuwa ni ana msaada zaidi kwenye eneo hilo la ulinzi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji Mwamnyeto kuongoza zaidi safu hiyo ya ulinzi. Wakati huo kwenye eneo hilo atasaidiana na Ibrahim Baka. Kwa upande wa Baka tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa na utulivu, timing nzuri, amekuwa na kaba zaidi, ya maana kwamba jukumu lake kubwa zaidi atakuwa akifanya, yani kwamba kufunika yale makosa ambayo wenzake watakuwa akifanya kwenye eneo la katikati. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha chini yupo Alphonse Msanga. Kwa upande wa Msanga tuliweza kuona performance kwenye mechi iliyopita. Kwa upande wa mwalimu ameona kwamba ni mchezaji ambaye anahitajika zaidi kwenye eneo hilo. Jukumu lake itakuwa ni kupiga pasi kwenye eneo la katikati, lakini pia kupunguza pressure kwenye upande wa mabeki ili kudhibiti mapambano kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Novatus Dismas. Kwa upande wa Novatus tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu, ile tunasema box to box, amekuwa akikimbia. Lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akihitaji zaidi kwa upande wa Dismas kusaidia zaidi kwenye eneo la katikati, kukaba lakini pia na kupandisha mashambulizi. Lakini pia Faisal Salum Abdara baada ya kukosekana kwenye mechi iliyopita, mechi hii anarejea ndani ya kikosi cha kwanza. Kwa upande wa mwalimu, huyu ndiye ambaye atakuwa akimtazama zaidi kutengeneza nafasi, kwa sababu jukumu lake itakuwa ni kuunganisha kwenye eneo la katikati lakini pia na kwenye eneo la mbele. Wakati huo pia kwenye eneo la winga ya pembeni kulia yupo Charles Momba. Momba tunafahamu huyu ndiye ndo mchezaji ambaye aliweza kufunga goli kwenye mechi iliyopita. Jukumu lake zaidi itakuwa ni kukimbia kwenye eneo la pembeni, lakini pia kutengeneza nafasi kulingana na aina ya mchezo na namna ambavyo mwalimu atakuwa akitazama. Lakini pia kwenye eneo la kushoto yupo Talian Alalakia. Tunafahamu performance yake ya juu kwenye mechi iliyopita, ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa na jukumu kubwa zaidi kupita kwenye eneo hilo la pembeni. Kwa hiyo mwalimu atakuwa akimhitaji Tarian kwa ajili ya kukimbia zaidi kwenye eneo la kushoto, lakini pia na kushambulia kwa wakati. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho yupo Mbwana Ali Samata. Mbwana Ali Samata huyu ndio key kwa upande wa kikosi cha timu ya taifa Tanzania na hodha. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia kama mshambuliaji wa mwisho, lakini pia kuwavuta mabeki na kutumia nafasi ambazo zitakuwa